That is where we go. Where we are prohibited to go, that is where we go. So we always swim against the tide. When the currents are so heavy, that is when we dive into the pool. So nataka kuambia kwamba wale wanataka kuongea mambo ya Adani, Adani is a done deal. The rest you can go and try to read, because by the way nikikupatia hata hiyo project ya Adani upatiwe uisome, ni project ya thousands of pages. Kama uwezi simama tu hapo 5 minutes, utaconcentrate kusoma kitu 2 weeks na uelewe. You cannot. Now what I can tell you, these are usually very complex issues. Raila Amolo Odinga, Baba wa Taifa, the most merciful, the most gracious, the flame of freedom, the political enigma, alipitia hiyo. Engineer alipitia hiyo karatasi akaangalia vile imeandikwa. And then sasa baada ya kuelewa akasema this thing is good. And if he has endorsed it, nakumbuka kuna wakati Uhuru alikuwa amesema gari ati ndege ilitaka siji kuanguka, akaenda hapa Dubai akarudi. Raila alikuwa amepita hiyo barabara akienda China. So penye Raila amepita ni patakatifu. Ndege hizi zitaka kuangushwa penye Raila ameshapita. So Uhuru was going for his own drama. Lakini yeye naji kama sisi wa Kenya hatufai kuweka one sided. Itafai kwa nini? Anything that's attached nini affecting our country, we should be uniform. Si kama ile ilikuwa kwa hii community au mikopo hii community ndio unakuwa na hii energy. For example, just recently here mulikuwa mnaona Miguna was being deported kama aende Canada na ni Mkenya. Now all of you didn't have this energy. Hiyo siku alikuwa from a certain community. Sasa mnapiga makofi. The second one, ile siku wa Kenya walikuwa wameamua kwamba let's not vote according to our feelings. We voted and tunasema ni Mungu. Kwani sasa hivi mnakataa mambo ya Mungu? Nyinyi pia muombe Mungu msamaha. 3. Kuna siku mwingine wengine walikuwa wameletwa hapa, walikuwa wanaitwa machineries, tu wanakatenya tu wanakaiya. Did you communicate? Did you act the way you are acting now? Because he was affected in a certain community. Why when it comes to national issues mnakwanga mmenyamaza? Lakini kama mmekuja sasa home mnaleta shida kama sisi wa Kikuyu. So that's why mimi nasema hivi maisha ya Kenya. Just a minute. It is high time. Unaona hii energy. Hakuna sahi I think stand by. Hakuna mtu amependa William Samoei Ruto as the president because he promised a lot lakini hajafanya. But tunasai tunamsupport so that some of us are political manners. Because I'm very sure sahi kama Wakenya wanaanza sema sahi wataki Ruto, you will go back to Ruto. That's why tunataka ujinga yenu sikuwa huko tena. I'm very sure sahi kama Wakenya wameamua sana wana support William Samoei Ruto, our brothers from Central watarudi kwa Ruto tena. That is their nature always. They don't want to grow with the Kenyans. Wanakonga special the other way at the mountain. Mountain gani? Ile siku tulikuwa na shida kwani ilikuwa ni lake. Yeah, so sahi we are not happy. We are just trying to punish you so that we reason together. Unakumbuka ile ngoma yetu Gera Itene? Hiyo ngoma ndio sasa wakisho sasa ndio tusikie tena. Because sisi ndio tulisema yamuka asubuhi tupige kura. Lazima tukue na political manners. So that's why mimi nasema hivi my fellow Kenyans. Mpaka ile siku tulikuwa na manners. Gen Z walikuja hapa kuwasaidia. You rubbish them. Si ndio mliwafukuza, mkaweka Gachagua Gen Z Gachagua. So sasa hii buda, hiyo ring iko sawa. Tunataka hivi. Wacha sijui hata Ruto aweke 100 years so that tukua na manners tukigrow, si hata wengine wanakuwa wajanja, wengine wanakuwa mafala. Tukua mafala wote ama tukua wajanja wote. Asanteni sana. The country. My brother, I want to inform you that we have good laws, anti-money laundering laws. We have very good anti-corruption bills that are existing. Taking it long, being ineffective does not mean that we don't have a law. Can you cap that to 6 months? I'm saying being ineffective does not mean that we lack a law. My friend, we are not giving back and forth. No, you are informing me. Do we have a law that you have started 6 months? Coming to 6 months is not the solution. It is a solution. It is not a solution. Listen to me. I'm informing you from a point of knowledge. And one thing I'm wondering, the other day I was told by my grandfather that they didn't have technology, but they raised doctors and lawyers.
You have technology, you are raising TikToks. These clothes used to come from Kikomi. This cotton used to be grown here in Kenya. Today is talking too much English and they can produce nothing. The only people we are producing from the labor market. I can't go. I will never go. That's the fact. That's the fact. What I'm trying to say, and I will repeat it. I know I'm wezi elewa. Unaelewa kwa Kiswahili. Narudia kwa Kiswahili. Narudia kwa Kiswahili muelewe. My friend, I'm repeating kwa Kiswahili ndio muelewe. What I'm trying to say, a few years ago, as a country, we used to produce cotton, right? We used to make our own fabric. Today, the clothes that we are wearing is imported. That's a question of fact. Today, everything we are consuming as a country, more than 90% is imported. The question I'm asking is this. The youth who are telling us they want to go to the street, what solution are they bringing into this country of ours? Speaker. The youth of the yesterday brought Adani attack. Hapa River Tex iko hapa bazaar kuna nguo za Kenya. Mnanunuaga? Unanunua yes. How much are they? Hii ni ya Kenya. Wewe umevaa ni ya Kenya? Nini hiyo? Wewe umevaa ni ya Kenya? Mimi nilienda pale nilipata umevaa ni ya Kenya? Mimi nilinunua yenye nilipata. We need to inform you. Yenye nilipata nilinunua. Let us wind up. Nakwambia hata pale River Tex. Sawa. Hata hajui kwa Labor we are exporting labor. We are not exporting technologies. We are not exporting innovations. We are producing labor markets. That's the fact. Watu wetu ni even in fact hata hawana skill. These people wanafanya ile kazi ya nyumba. That's the fact. What I'm challenging our young people, go down, invent, come with inventories. Don't make a lot of noise. The government iko imara. peleka huko wanatuambia. Gani? Mimi namuinform. Gani umepeleka? Unapeleka invention huko kwa wanatuambia. Mimi nimepeleka Mulamba wananiambia nini? tafadhali. Hapa Wanatuibia invention zetu. Kidogo. Wanatuibia invention Ngoja zetu. niwaambie kitu. Wanatuibia invention zetu. Watuibia invention zetu. Kwanza huko ulisumbua watu. Sini sawa, sinilisumbua. I have to disturb. And John, lazima. Ndio tuambiwa uongo. Sasa unakuja kusumbua sisi hapa. Sini sawa. Kama mtakuwa mnakataa niongee, tunasema ukweli sini sawa. Kwani huko KICC wanakataa niongee sababu unasema ukweli. Hakuna shida. Kwani nitakataa kuongea sababu unasema ukweli. Kwani mimi ni nani? Kwani mimi nani? Nikisema wewe umeshindwa kutoa watu wana echo, lakini mimi mwenye naongea sense hutaki niongee. Wewe unaongea echo hapa kila siku. Hujai watoa. Watu wana echo kila siku hujai watoa. Naongea sense. I know. I am sensible. I know what I say. I know what I say. Unaniambia nini? Hapana, acha kunisumbua bana. Huyu jamaa ameshindwa kutoa echo hapa. Lakini watu wanaongea hapa wakiongea sense hawataki aongee. You will not. Yeye ako na authority gani kusema siongee? Hakuna authority gani kusema siongee? Kama nani? Yake ni security. Ameshindwa hata kutoa hekla. Ni mara ngapi watu wamehekla ameshindwa kutoa? Aniambia nini? Hiyo nayo akudepend. Hakuna kitu mnapoaisha huyu boss. Acha piga ni bwana, kwani iko nini? Unapoaisha huyu jamaa niambie sitaongea kama. Hapana, hata ameshindwa kutoa watu bwana. Nitakuwa naongea. Nitakuwa naongea. Utakuwa na wewe hivi. Nitakuwa naongea. Sio unachukua microphone. Lazima niongee. Wewe unashindwa kudili na watu wana echo, unanyima watu kuongea kama nani? Kwani kuna microphone yako iko hapa?